Karibu sana, tunakupenda. Haleluya. Haleluya. Wani upako umeenda chini, mwingine akiingia. Mtu anakuwa juu. Sasa hata mimi pia niko juu. Si ndivyo sasa to maintain the anointing, the flowing of the grace of God. Hallelujah. Kanisa, hallelujah. Nisema kwamba nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu na nimeokoka. Na mmesalimiwa na jamii yangu kutoka Mombasa. Hallelujah. Bwana asifiwe. So Yesu ukiwa inzini, wacha tushukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu twasongea mbele zako Mungu. Baba, watu wako wako hapa Mungu, wako na kiu kusikia kutoka kwako Mungu. Naomba Yesu, sina neno, lakini wewe Yesu weka neno ndani ya maisha yangu. Roho Mtakatifu zungumza na watu wako kwa lugha ya upesi, lugha ambayo inaeleweka, na watu wako kutoka hapa Mungu watoke hapa wakiwa wameshiba neno lako Bwana. Sina ujuzi, sina chochote kile Mungu, lakini nakutegemea. Asante kwa pastor kanisa hili Dan, mkewe na uongozi wa kanisa hili Mungu, kwaya, worship team, uongozi wa vijana, uongozi wa wanaume, uongozi wa mama na kila ratiba Mungu. Tunasema ni asante. Baba, naomba katika jina la Yesu kanisa hii iweze kumalizika. Katika jina la Yesu naomba ukaleta supply, supply this place, oh God. Any material needed, oh God, you are able even to supply abundantly above what we ask, oh God. I pray, naomba Mungu, nyesha mvua ya baraka katika kanisa hili Bwana. Pesa iweze kuflow, watu wapokee uponyaji, ukombozi upatikane, na sifa zote zikurudie. Tuko na watoto wetu wamefunga shule, tuko nao Mungu. Tuomba kipindi cha holiday Yesu kawalinda, walinda na ndoa za kulevya, walinda mipango yote ya shetani katika jina la Yesu Kristo. Naomba uongozi wa ICCD kuanzia bishop na mke wake na makanisa yote Mungu ambao iko katika cover ya hii ICCD. Naomba Yesu kabariki senior pastors wote na ukawatendee mema Bwana. Nasema ni asante. Sifa zote ni zako na utukufu wako Bwana. Neno hili tunapoongemea mkate kwa dakika kidogo Mungu, naomba Yesu ukaongea na watu wako. Naomba Yesu wale waje kujua Yesu kama mwokozi wa maisha yao. Yesu unakuja wakati wote. Naomba Yesu watu wakampokee Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Sifa zote ni zako na utukufu ni wako. Ni katika jina la Yesu naomba na kusema tunaomba na kusema haleluya. ICCD Kahuruko, I love you so much with the love of God. Niko hapa kwa sababu ya neema ya Yesu. Haleluya. Senior pastor Dan, and your sweetheart, and your queen. Wow. You make me happy because anytime naambia nakuja, you make all the arrangements to come. I cherish you. I love you guys. Oh, you are marvelous. You are amazing. Hallelujah. Tunaongea Kiingereza kidogo, sasa tunapika break kidogo. Tunachipanga hizo vitu tunaziendanga kidogo, lakini ukija hapa unajua unateremka chini ndio unataigwa kilo na keigwe kaya mutogwe ulote waka samwegera wewe kama tunazipanga. Yes my brother, and your sweetheart, masi si chakua kitu poa hai we and your dear mom, ping 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 ping. Wewe biwa kwa 1 2 3 ya bishop pastor wetu si ya kwa 1 2 3 si ya mvua 1 2 3 ingine cherish you guys na mama wote mama ninaona mwego haleluya na wazee hahu let down bwana hahu okay, mzakaa chini katika upako wa Yesu, katika neema ya Yesu. Haleluya. Hivi Mungu, salima mwenzako mwambie tu umefanya vizuri sana. Na mwingine, onosu ngale sutemo. Wewe unaweza kuna mtu anapata smile by the way. Hebu salimia kama una smile.
Ndio ni melo ya watu. Hata wewe, haya uko hapa leo. Na wengine, haleluya. Now, niko na mgeni. Hebu mgeni wangu kuja. This guy ni contractor. Kuna nyumba ananijengea kule Maguguni. Nikamwambia tu ninakuja. Akasema dadi, tukuja na wewe hapa nione kitu tunafanyanga. Juu namwambianga kuna kitu tunafanyanga hapa kidogo. So andabia hii. Si Paulo alitembea na Sila. Wote tembea nawe. Tembea nawe. Paulo na Sila. Dai Paulo na mwikali Paulo na simnasikia kitu hapo hivyo. Nitembea na nani? Shughuli gani? Mimi nitembea na kijana wangu Timothy. Mimi mzee kidogo na kijana wangu ndio Timothy hapa. Wacha wasalimie kidogo, alafu from there tuende juu. Si ndivyo? Haleluya. Halo. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Robert Msembi, nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Haleluya. Haleluya. Siku ya leo niko na furaha. Tulikuwa tunaongea tuna mzee yuko kazini, mahali amenipea kazi. Akaniambia anataka tutembee hii Sunday. Kumbe mahali tunakuja kutembea ni mahali ambapo kuna uwepo. Haleluya. Tuliposimama pale na gari, kutoka hivyo tu nikasikia mkiimba. Hakika nilijua kana kwamba hapa kuna uwepo wa Bwana. Haleluya. Haleluya. Zidini na kujitia nguvu. Wakati ambao Bwana atawabariki na mpate mmaliza hii kanisa, mtarebeka zaidi kama ambavyo Mungu. Haleluya. Haleluya. Hata mimi napenda neno sana. Si niwaache tu na neno moja. Sitaabudu miungu mingine. Katika kitabu cha Mathayo mstari wa chapter 5 verse 14. Naomba nisomewe. Sitaabudu miungu mingine. Iliona mifano yoyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato. Kwa Yesu astahili sifa. Minaleta heshima na mamlaka. Mamlaka zipokee. Halo. Hebu nisome hiyo neno. Mathayo 5 kuanzia mstari wa 14. Nasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hawezi kusitirika. Mji hauwezi sitirika ukiwa juu ya mlima. Ukiwa juu ya mlima. Halo. Halo. Ati Bwana siku ya leo amenituma nikuje niwaambie kana kwamba nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Ati mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Ukiwa juu ya mlima. 50 wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi na kuiweka chini ya kitanda. Halo. Si watu wanashanga taa na kuiweka juu mahali itaangazia watu. Si siku ya leo mjue kana kwamba nyinyi ni nuru. Si lazima kanisa ikuwe huko kwa barabara ati ndio ionekane. Hapana. Yanda ikawa iko mahali ambapo hapaonekani, lakini Bwana anakufanyia muujiza unajulikana. Halo. Amen. Halo. Halo. Doka kumwera kana rere. Mweke kuna mkikuyu hapa. Halo. Nyinyi ni nuru. Mji hauwezi kusitirika. Yaani hauwezi ukapichika. Kuanzia siku ya leo, hiyo ndio neno ambayo nitawaacha nayo kuanzia mwezi wa 4 na kuendelea na mbele. Ukikaa ukipatwa na mashida unakumbuka kana kwamba kuna brother aliwaambia mimi ni nuru, unajitia nguvu. Halo. Halo. Siongei mengi kwa sababu ya wakati. Barikiweni sana. Amen. Naweza tamani nitembezwe tena na tena huko. Karibu sana. Hebu niweke makofi. Nilisema shauti kasema mpaka tukuje pamoja. Akasema asante. Alafu rafiki mwingine anaitwa Ngei wa Kidhoto Mwezi. Ngei alituma salamu, alikuwa tukuja na yeye. Ndio tunaenda kuwaletea marafiki
kwa nguvu. Si ndio? Tuenda pesa tu minakalize. Ndio watu tu hanchana tu mande ando. Anambena kasaba tu. Ti mombe wile ikana na. Anambena eno mwana adi. Kwa bishop kutoka tuna team nenda muno. So the same team will divide it. Tuke oba oinge tuike akaondo kaniti. Na mimi niko na deni ya 10. Unajua nilikwambia bado hiyo ipo. Si mtu shukuru Mungu Bwana. Haleluya. Haya. Nataka tuongee kidogo. Muda wangu pastor naendanga na ndege. Kuna siku moja nimeenda mahali kunaitwa Ngwanzu. Ngwanzu na ndege. Na wakati nilikuwa pale hivi, ndege ikawa na delay, kukawa na weather. Vile unaona weather hivi. Kulikuwa na weather, kuna airport zingine ndege haiwezi paa chini. Haleluya. Iwezi paa chini mpaka ingojee weather. Kuna mahali kuna snow, ati mpaka airport itolewe ile snow yote, hiyo ndege ikuje iteremke kidogo, iteremke alafu ipae. So nikakaa masaa mawili airport. Na delay ikiwa imefanyika masaa mawili, to mean that ndege maana ilikuwa inatoka Ngwanzu naenda India, kutoka India nakuja Ethiopia, kutoka Ethiopia nakuja JKI International Airport, Jomo Kenyatta International Airport. Bwana asifiwe sana. But hiyo masaa mawili ilifanya mipango yote ya connection zangu zote ikwame, kwa sababu ndege ukiwa uko na delay kumida ndege ambayo ikuchukue mahali fulani inachelewa pia hiyo. Hallelujah. But hiyo ndege wakati ilichomoka kutoka Ngwanzu ilikuja na masaa 10 kabla. I mean it was supposed to take 14 hours, lakini kuja masaa 10 kwa sababu ilikatakata zile connection ilikuwa kwenda India, ilichapa kitu. Kumbe pilot atakwenda direct, anakwenda route ile ambaye ikiumana anachukua hiyo direct route ana fly na hiyo alafu mta kidogo, alafu kaenda juu sana. Baada ya 38 akaenda 39. Maana kwa juu hakuna gravity. Sema gravity. Ndege ina fly 1000 km per hour. 1000 km per hour. Hiyo na sembeto waona ndo manga kwa wewe, lakini wasieka tena wa speedometer yao iga 1000 km per hour. What am I saying? Time imeenda, lakini wacha nione vile nitakatakata mambo yangu, si ndivyo? Maana mimi ni mwalimu na Mungu atanisaidia. Haleluya. Pita majina ipita Kimani. Kana pita Ngoi. Na ni Mutangie wa Keli. Ni mwalimu wa chuo changa hii. Na ni manenda kitali kwa Mathare. Wewe mwana wena kama mchongo. Wewe toke kwa madundundundu. Mwenewe. Hivi vya bo. Mwenewe kwa station kidogo. Uteresi Bwana sana. Na ndani ya testimony. Ile ndio mimi pastor. I was trusting God in a court. Ni gani mediator wa kotini. Bwana sana. Sisi kufanya mambo mengi. Daktari, mediator, mwalimu wa neno, alafu nafunza mambo ya seminars, kumsikiliza wa mama, sawa baba, vijana, mambo yote tunafanya kwa neema ya Yesu. So nipo nafasi nyingine ile itakuwa ya vijana sasa, ama wazee ama wazazi, kuna mambo tunaongeanga basi ya wapi? Si hapa, si ndivyo? Kiwa huo? Basi. So nimekuja leo niweze kuwazungumzia kidogo tu. Ile topic ilikuwa naleta sileti hiyo. Bwana sana. Zilikuwa topic 3. What topic did I give you last time? By the way, ni watu wako kuna Bible. Inua Bible yako nijue. Nione kama naongea na watu wasome. Don't let me down. I normally carry a cane. A teacher carries a cane. And he knows how to discipline people. But today, because we are in the setup of the church, nani wako na Bible for real? Na ukataka ni electronic kama hii yangu. Si yangu ni electronic. Yangu ni Bible. Juu. Okay, like wako yolo. Ashame the devil. I say, this is my Bible. Sema hii ndio Biblia yangu. Hii ni neno la Mungu. Nikisoma neno hili, maisha yangu yatabadilika. Mwenyezi Mungu kupitia Yesu, Roho Mtakatifu nisaidie kulielewa neno. Haya, hiyo ni Bible. Notebook. Nani kuna notebook? Please. Ninaenda siba notebook, Bible. Notebook, Bible. Are you set? Haya, sikiza. Mnasikia vizuri. Wacha nisimame hapa kwa sababu sasa mnione vizuri. Now, what we are going to do right now, nataka kuongea mambo ya hearing the voice of God. Kusikia sauti ya Mungu. Siongei mambo ya kuwekelea mikono, hiyo itakuwa lesson nyingine. Na nikaweka mwangaza nikasema zile lesson 3 nimewapatia. Taongeza nyingine 2 alafu wapatie kamtiani. Pasa na hope utakuwa ukipatia nafasi kidogo kwa sababu muda nataka kuongea masaa 1.5 lakini nitashote ni 1 hour. Kwa sababu najua kuna watu wako na njaa. Wewe nisiwe na njaa.
Lakini mnaniangalia. Usiniangalie mambo ya huruma wewe. Hata kama hivyo Mungu akusaidie. Akiweza kupata kalesi kidogo kidogo. Wewe kana kenge tete. So, naweka mwangaza kidogo. So, out of the topics zile tuko nazo wapatia 3. 1 nikapatia lay of hands ama kuwekelea mikono. Na I hope umesoma zile because nilienda pale nikaenda nifanya research kidogo kwa Bible because I also am a scholar. Sasa nafanya master's degree na psychology. So next year utakuwa PhD pastor. Professor Dr. Peter Kema sema doctor. Sasa niko clinical psychologist lakini nataka kufanya PhD nipate doctor. Si wale wasomo unajua doctor ni nini, si ndivyo? Siko na power. Ukiongea mahali kuna authority lakini Mungu atanisaidia. Si mnaniombea? Na mtakuja graduate yangu. Haya basi. Niweke mwangaza. Hizi lesson 3. Kuna hiyo ya lay hands, kuwekelea mikono. Na nikaeleza vizuri kuwekelea mikono ni nini? Kazi yake ni, na hiyo utasoma hapo kwa sababu tutakuja kuongea next time. Then nikasema nyingine suffering. Na hiyo niliongea kwa bishop the other time. I was talking about suffering. Na nikieleza kinagaubaga. Mkizo kwa nini nateseka? Ukiteseka useme ni shetani, si mambo yote shetani, ndivyo? Yes, kuna mengine Mungu anakupeleka test fulani lakini utakuja kuifunza hiyo. Hallelujah. So nikasema hiyo suffering. Then leo nataka tuongee kidogo tu. Kujua kwamba Mungu anaongea na anaongea namna gani. Sasa niko hapa nifunze. So what I'm going to do is nitakuwa nikifunza kidogo na kupatia verses kidogo. I am doing what you call paraphrasing. Paraphrasing ile mnajua mstari iko wapi, alafu naieleza kwa njia hii. Hiyo yani ya kueleweka lakini mstari ni huo. Tunaelewana? Because nikianza kusoma Bible kila mara niseme nitapa verse kidogo tu but zingine nitakuwa nikikuta. That's why nitaka kuchukua kalamu kako uandike kwa sababu out of what I want to teach kuna vitu nitakuja kukuuliza. I will ask you some basic questions. Na ndio unajua vile niwafunza mlipata simple questions pale. Ni ulikuwa wakati mlipata certificate, walipata certificate. We had this certificate. I printed certificate and they got because of what I taught them. And now najua wako enlightened. Why the teaching? Kwa nini si ati pastor wenu wafunzi, lakini ninakuja kuweka nguvu, kuweka misingi. Hii nyumba iko na makono. Nakuja kuweka nguvu yale yote pastor amewafunza. Not that I'm coming with a new knowledge, lakini ile knowledge ile ya kwanza hiyo tu anafunza, but nakuja tuweke mambo pamoja, tuweze kuwasaidia na kuwafundishe na njia ya kueleweka. Bwana asifiwe sana. So by the end of this teaching kidogo nitakwambia tawapata nafasi ya dakika 5 mtu aulize maswali. Bwana asifiwe sana. My teaching nataka iwe tofauti na maybe ya pastor na nini, lakini mimi nikifunza nataka kuulizwa maswali. Ndio at least nijue kama watu wangu wameelewa. Unajua sasa kuwa umepata kitu, unajua mtu utampata wapi na ningetaka kupata nafasi ya 5 minutes uweze kuuliza maswali yako na kwa neema ya Yesu nitawasaidia. Na maana kwamba si unasikia pastor hapa hivi. Siko juu yangu huyu. Hapa mafuta mingi. Sitanisaidia. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. So leo tunataka tuongee tu sauti ya Mungu. Tunasikia sauti namna gani? Taongea mambo ya sauti ya Mungu. Nitaongea mambo ya sauti ya shetani. Alafu niangalie, tuweze kuangalia hizo sauti zote mbili. Utaweza kutofautishaje sauti ya Mungu na sauti ya shetani iko namna gani? So tuko hapo. Mnanielewa sasa? Naweka mwangaza nito. It's a very important topic because please, masauti ni mengi. Bwana asifiwe sana. Masauti ni mengi. Katika kitabu cha John, first John ama Yohana wa kwanza 4 inasema hivi. Masauti ama nisomewe tu hiyo verse pekee yake, alafu nisome John 10:27, alafu from there flow kwingine. Nisomewe tafadhali. Yohana wa kwanza, mwibukizi na Yohana na msilani tafadhali. Mkilala kuna mtu tamsha hapa kuja hapa mbele. Naangalia now can see an overview. Many things ukifanya hivi nikwambia saizi ya kuomba, saizi ya kusikia. Tiga wepo wote saizi ni kusikiza. Na usikize kwa makini kwa sababu this what I'm teaching you is very very important because itakusaidia kuishi maisha makamilifu ndani ya Yesu. Bwana asifiwe sana. First John ama Yohana wa kwanza 4 mstari wa kwanza tu. Inasema Wapenzi, msiamini kila roho. Msiamini kila roho. Mbali zijaribuni hizo roho. Sijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwamjua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu
haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambao mmesikia kwamba yaja. Sasa simamia kwa hivyo no. Hapa. Biblia inasema hivi. Katika nyakati za mwisho, today is 21st century. Yale mapepo yalikuanga 19th century. Saa hii imejigeuza. Maana shetani ni malaika wa nuru. Akuji na mkia. Mkia. Hakuje kuambia shetani imeingia. Mambo yamebadilika. Bwana sana. Masauti ni mengi ambao ina kutudanganya. Bwana sana. Sasa wewe nimekuambia masauti ni mengi. Mengi ya manabii wa uongo na wako wengi. Ngazo najua wako wengi. Nitakuona niwe kwenye pika mundo kalao. Anaongea sauti nyingine. Mundo osio antibaku na kwa nini ukuite mundo masauti mengi. Woe unto you. Shida ni yako kama unasikia masauti. Maana ya kuja kukudanganya. Seducing spirits. Zinakuja kukuelekeza njia mbaya. Bwana asifiwe sana. Niko hapa sasa naweka mwangaza alafu tusikwenda ndani kidogo. Bwana asifiwe sana. Katika Yohana 10:27. John. Yohana kana John. Kana John iko mirongo iri na muwaga basi present. Mstari wa 27. Yes. Kondoo wangu waisikia sauti yangu. Nami nawajua nao wanifuata. Kondoo wangu husikia sauti yangu na wananifuata. Bwana asifiwe sana. Wewe unasikia sauti ya pasta wako? Pasta kama anafuata Mungu anaongea Yesu. Bwana asifiwe sana. Tuko na manabii wengine, mimi nasema msiami mapasta, manabii wengi wako na ufunuo mrefu. Wanaongea mambo ambayo ni ya kupotosha. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wako wengi. Lakini Biblia inatuambia kwamba sauti yangu kondoo zangu, hakuna makondoo, kondoo zangu husikia sauti yangu, halafu wananifuata. Kondoo yake. Nakuomba usiwe kama mbuzi. Ile nakimbia kila mahali. Makanisa mangapi wewe umechange wewe? Unajua mbuzi inachange makanisa. Inakuja hapa kuna utoaji. Bana mbuzi mingi mno. Unaenda kakuku. Uipa kakuku kwa mudonge. Wewe enda bala kuone wawe. Wewe unataka baya. Ni watu ke mundu muwe. Unataka kuonewa wewe. Kuonewa. Mambo mabaya. Sauti yangu usikia. Sauti ya kondoo usikia, sauti ya neno la Mungu. Neno la Mungu ni Yesu mwenyewe. Pasta anafuata Mungu, nawe unamfuata. Haleluya. Ufuati pasta mwingine wa mauongo ambao anakwambia toa, enda uuze shamba yako yote. Enda nakuja kuombea mkuu wako usiku. Anampaka mafuta usiku. Honestly, ni wewe kuzimbua kofi. Haikibidi chako kwa wewe pasta. Hivi vitu ni wa mama mbona hivyo mnakuwa? Kuna politika mengi wa mama wengine pale si hapa wamebaki watu hapa ni wazuri. Haleluya wa mama. Bwana haleluya. Basa na mwingine. Ananganya. Ringa uboe. Usi. Naomba vizuri. Nyumba yafungwa. Mafuta ya baisikeli na paka kwingine. Inapakwa kwingine. Kwa mlomo ngoja tena bali ngoja kidogo. Mafuta inaendelea nini? Anointi. Sauti. Na kuombea usikie sauti ya mkujaji katika jina la Yesu. Sikia sauti ya mtu na kuombea. Sema inua mkono wako. Sema Bwana Yesu, nisaidie kusikia sauti yako mwenyewe. Yesu anakupoteza Bwana. Si masauti mengine. Nabii. Anakupaka mafuta mahali basi. Mama hata bwana hapa je yona lakini wewe. Twende. Mungu angalia. Ngilie yana. Rise ndio kanisa. Imagine. Wewe baba vipi ngoze ngumi huu. Rise of graduate kuma 50.
Kombore huyu 50 kana yana. Lakini wewe bongo jili yana. Ila mimi ndio unakopa hata loan na uko na maloni. Lakini si wewe, najua una wewe ni mtu wa Mungu. Wewe ni mzuri. Lakini mwingine maloni wamejaza nyumbani sauti ya uongo. Sema Bwana Yesu, niokoe kwa sauti ya uongo. Tujaanza ile wiki we are doing an intro. An intro, inaitwa intro. Watu wasoma ndio sema intro. Now, let's get deeper now. I want to give you some characteristics. Let's upatie tabia ya sauti. Characteristics ama tabia za sauti ya Mungu, alafu upatie sauti za shetani, alafu hapo kamili tuweke mambo yetu kwa comparison. Contrast. Compare. Contrast. Yaani linganisha zote wawili, tukotoka hapo tujue kweli ile sauti tulisikia hii kweli ilikuwa ya Mungu. Hata udioni pastor kuja kuombe, utakuwa ukijua kwa sababu neno linasema hivi, hii ni sauti ya Mungu. Bwana sana. Kwa kwanza sauti ya Mungu naongea mambo matano. Usikize vizuri. Time ndio hiyo. Few minutes I'll be done. Akwaje unajua unasikia harufu ya kuku. Kama ni chapati unasema nyumbani, kwa hiyo sauti. Wacha usikize kidogo. Haleluya! Sauti ya Mungu. Abutoka kwa 5 part. 5 characteristics ama tabia. Hiyo kwanza tabia ya Mungu kupatia amani. Amani. Ya kwamba hata kama ni pastor na kuombea unaibia witness, unakuwa ndani yako unasikia dina za mwije. Sauti ambayo inakuja na kuwa inafanya na wasiwasi. Hiyo si ya Mungu. Bwana sana. Sauti ya Mungu inakupatia amani. John 14:27. Nasema hivi. Nisome Kiswahili haraka. Hapo 27. Yes. Nasema amani na waachieni. Amani na watia. Amani yangu nawapa. Amani yangu nawapa. Ninawapa niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Bwana asifiwe. Amen. Amani ya Yesu anasema anatupatia, si kama vile ulimwengu inatupatia amani. Amani ya kidunia ni madawa, kuja sleeping pills ulale. Ama uende uje vitu vingine, uchangamke. Amani ya ulimwengu. Lakini Yesu anatuambia anatupatia amani ambaye inafanya mioyo yetu inatulia. Wewe kuna unapitia hali nzito kwa sababu kuna amani ya Yesu unatulia. Hata unashindwa, mama na alikuwa amepelekwa hospitali, amekuwa diagnosed ugonjwa mbaya. Mbona kuna amani hivyo? Kwa sababu kuna amani ya Yesu. Haleluya. Pokea hiyo amani katika jina. Pokea hiyo amani katika jina la Yesu. Amani ya Mungu inatupatia amani. Haleluya. Sauti ya Mungu inatupatia nini? Amani. John 14:27. Bwana sasa. Namba 2. Sauti ya Mungu iko na upendo ndani yake. Iko na upendo. Iko na upendo. Haiko na chuki, iko na upendo mwingi. Kama vile nimeona hapa wageni wanakaribishwa. Nimeona hapa amani ya upendo wa Yesu hapa hivi. Hata wengine najua pastor atawapatia chai after that. Upendo wa Yesu. Bwana sana. John 13:34. Some John 34. Sema amri mpya nawapa. Amri mpya nawapa. Pendane. Asizidi kauroka. Amri mpya nawapatia. Pendane. Pendane. Mpendane. Haleluya. Bwana sana. Kanisa ahuru kukita naona mimi naona mnapendana. Najua hamna mshene. Najua hapo mshene hiyo kama mfuko kabisa. Watu kwa huruko najua waongeangi mambo ya stories za watu wengine. Kama mtu mwingine ako na shida, wanashikana mkono. Wanasema haleluya shika mkono. So and so mtu yoshie na dina. Nonga iye. Amura adime, amo greater. Baada ya story ya kwamba we usiku ego kwa ego mambo ya kutisha wewe. Bwana sana. Upendo mwingi. 1 John 3:17 inasema hivi. Yohana wa kwanza 3:17 ni paraphrase. Mtu wa kwenu akiwa na shida, ana chakula, ana mavazi, ana shida za kimsingi kabisa.
Itakuwaje watu wa Mungu watasema si watu wa Mungu na mtu kama huyo hatuwezi endelea kwenda kumuonyesha upendo wa Yesu? Maana Mungu ni upendo. Kwa jinsi hii Mungu, John 3:16, akatupea Yesu. Si ndivyo? Akatupatia Yesu mwanao kwa upendo wake. So that we also become like Jesus Christ. Because tuko hapa dunia hii tunafunzwa ndio tuweze kuattain the state of Christ. Lakini tunaangalia Yesu na karakta yake, na tabia yake. Na katika moja very important ni upendo wa Yesu. Bwana asifiwe sana. Itakuwaje na kupenda kila sana unajua ndugu, haki tuachane na hiyo by the way. Unajua kwa nini kwa kawati yako? Metu usetu. Mahindi ile alasia huko nayo kwa shamba. Lakini jirani hata kama mjui Yesu, wewe toa mkebe ile ya cowboy. Wewe si cowboy na kimbo. You know that? Ni kimbo. Wewe atoka hawa, wewe si bibo, wewe si bibo, wewe matu hawa. Wewe si bwa kangala, wewe si kangala. Wala wewe si kangala. Wewe atoka hawa. Ni mama karubia, ati madwara mekandamia na nini. Kikido twa bibo, sema bibo. Bibo twa ndio peke ya bangingo na yemu na ikali kutoka una uhakika. Within 5 minutes. Yote nimeimaliza. Nilikuwa mkali, nilikuwa na kata, nilikuwa na kidhaa kahawa. My sister Ann, ule aliingia dini mbaya mbaya, lakini muombe katika jina la Yesu. Na mdai akuja hapa, aende kwa ICCD mahali hapo katika jina la Yesu. Na wote ambao wamefungwa, wanaenda kwingi kuembe wanga maondo mengi majini. Yesu ndio tosha. Hallelujah. Na kidhaa kao. But we're talking about kimbia cha nyumba. Una kitu kwa nyumba. Viatu najua uko nazo vingi. Nguo zako sasa umekuwa madumu. Kalaka provider bado vingine wanatanga. Ika nguo atitarudi tena. Yaani wewe ni mjingaji. Yaani unangoja huo mdogo baada ya Mungu aendelee kukusaidia. Hallelujah. Kanisa la ICCD kahuroko hallelujah. Hebu niwe mkono juu. Ninulie mkono juu sema hallelujah. Kiatu kilikuwaje kitambo? Wewe ndio tukakaloka pengenge kanini. Sisi tukuizo kanisa leta hizo vitu zote. Taongea pasta leta zikuja hapa. Hapa najua kuna mtu akona shida ya kiatu. Hallelujah. Amen. Hata kama usemi najua kuna mtu akona shida ya chakula. Tio huyo? Hebu kaanzia request ngai. Wewe mboya pinge. Lakini ni bayo, mfuko hiyo kwa moa. Hallelujah. Sema Bwana Yesu, kwa mfuko yangu. Hallelujah. Si ndupate tu watukie nguru. Bana baba na sio by the sorry. These are people are very good. They are very wonderful. I know they are giver. They know what I do. Bila watu hapa kanisani, maombi yanapatana na matendo yao. Hallelujah. Najua kwa sababu watu wengine naongea mambo yao lakini si mtapatia habari huko. Na kama paradventure kama kuna mtu alikuwa amtenda kama roho kushika aachilie katika jina la Yesu. Roho ya Mungu, sauti ya Mungu iko na upendo. Sasa kuanzia leo Bwana Yesu Nisaidie. Kuwa na imani. Hallelujah. Nisaidie kuwa na imani ya utoaji. Bwana sasa. Hiyo namba 2. Tumesema nini namba 2? Tunasema ni wapi hapo? John 13. John 13:34. Ndivyo. Ndio nasema first John 3:17 inaonyesha mambo ya matendo. Andika bwana. Wacha kuja kanisa kasho wewe. Wacha kuwa kasho. Kuwa serious bwana. Kuwa andika wabando wewe. Unapoandika na Kiswahili wewe, it doesn't matter. You go and refer. Enda refer sema ile mwalimu pasta Kemali bila unapata nguvu utamaliza ndivyo wakati nichangilia kali pasta uliongea kitu uliongea wewe uliuongo. Please, I'm very meticulous. I'm very particular and meticulous and I know nikikuwa kitu ambayo already Mungu amenisaidia kuweza kuhifadhi kwa mind. Sawa? Hallelujah. Namba 3. Sauti ya Mungu ina kitu inaitwa relationship kama relational. Yaani kwenda. Yaani relational yani iko na upendo wa kuweza kuonana na mwingine. Biblia inasema hivi. Sikiza nikupatie mfano. Biblia inasema hivi. Isaya 1. Sema Isaya 1:19. Isaya. Wewe unaweza Isaya 1:19. Inasema hivi. Ni
Elisha, mtu anaitwa Isaiah, hapana shida. Nchi yake imebomolewa na pitia mambo mengi kwa sababu dhambi za watu zilikuwa mingi. Kauliza watu hata mkiinua mikono yote juu, sitasikia maombi yenu. Anamwambia hivi, uone vile relationship ya Mungu inakuwa. Kujeni tukae chini tuongee pamoja. Hata kama dhambi zenu ziko nyekundu kama damu, nitazifuta ziwe white snow. Bwana sasa, naomba nisomee tafadhali, nisiwe naongea stori zangu bwana. 18. Haya, njoni tusemezane. Tuikalele. Tunene. Haleluya. Amen. Tukae chini tuongee. Hata kama dhambi zetu ziko zito namna gani, Mungu atatusamehe. Na hii niseme hivi kwa sababu tunataka hiyo point ya relationship. Now, Biblia inasema hivi. Sasa mtu wenu anguke apate shida. Galatia 6:1. Some kwa. Galatia standard tu pamoja. Ya namna hiyo nyingine. Tunaongea mambo ya kuwa na uhusiano na mmoja kwa mwingine. Kuwa na uhusiano wako na mmoja na mwingine. Pia uhusiano wako na Mungu. Bwana asifiwe sana. Maana tunasema napenda Mungu sana, napenda Mungu sana. Lakini jirani wako hamna uhusiano. Bwana asifiwe sana. Pata hiyo mambo yote yanamani. Una uhusiano na Mungu na uhusiano. Inasema hivi. Hebu soma. Ndugu zangu, mtu akigafilika katika kosa lolote, akigafilika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho mrejesheni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Haleluya. Tunaongea mambo ya mtu wenu, mtu aliye kwa majaribu. Niliona mahali pengine mtu alipata shida. Alienda kazini kwao, akawa na kesi pale kazini, akapata na kesi fulani ya wizi. Though haikuwa imekuwa determined. Nikaona watu wa kanisa wakifanya kitu kingine kibaya ambao naomba leo Mungu asaidie asizidika huko usifanye hivyo. Hati mtu wenu akipata shida wewe ndio wa kwanza kuanelea. Muishi maana ndani ya leta. Si umemwangusha. Yaani badala ule mtu Biblia inasema leta huyo mtu karibu kwa roho ya upole, roho ya upendo, roho ya maelewano. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Niliangukia hiyo shida pasa nilikuwa let me say this testimony because it's very important. Nilikuwa nafanya kazi Mombasa. I used to go and fill containers huko msikia China, nilikuwa najaza makontainer huko na kuja kufanya mambo ya clearance Mombasa. So siku moja msikize vizuri. Siku moja nilikuwa Mombasa, kuna mtu alikuwa na export. Unajua mambo ya export vile unaona hapa hivi. Hizi makadamia na mkorobeo yote inapeleka Mombasa. Alafu na kile documentation inafanyika. Mzigo hawezi peleka hivi port hivi. Kuna watu wa KRA, KEBS, hiyo process yote. So siku moja nikatumwa mzigo. Sasa hizo nilikuwa kwa Pastor Muganda, Baba Mwarando, nilikuwa my bishop at that time. I was an elder in that church. So nilikuwa tunafanya shughuli zangu. Nikatumwa mzigo. Hiyo mzigo kwa documentation, kwa ile ambayo imeandikwa kwa karatasi, ile documentation, yani ile ukipewa document kuna kitu cha shipping order. Inaandikwa ni curious. Curious ni zile mabisa, hizi mabisa. Ndio mmeki wa document. But container ilikuwa na vitu vingine. Innocently, mtumishi wa Mungu, elder, pastor kanisa. Ni ile kwa document. Ni vibuyu pastor tunafanya kazi wewe, si unafanya kazi pale kwenu. Kwani tunasema tusifanye kazi hata kama tunahubiri. Tuliachao. Hii mtatulisha nyinyi hizi watu wazee mtatulisha. Yeye hapa ndio Yes, haki. Haleluya. Bwana asifiwe sana. So sikiza. Nikusaidie kwa sababu hii ni testimony naongea, isaidie wewe. Kwa mpesi ndio sasa mtu. Mimi nimechukua mzigo. Kutoa hapo nikaingiza innocently, yani ile njia inaondo by the way. Nikapeleka mzigo port. Watu wote serikali yote ya port ya Mombasa yote Bwana asisikiza hii. Zote kulalala bwana. Yeye ndio kome. Wakakuja wakati na verify, wakati na confirm. Kila kitu hiyo ni niki document inaonyesha ni curious. Ndani si ndio nimechukua kale kitu innocently tu. Fungua mzigo wako tuangalie. Askari wako hapo, security wako hapo, kila mtu wote wa serikalini wako hapo, watu makamera wako hapo. Mimi mwenyewe ndio nikukata container. Si rafiki yako umenipatia mzigo. Nifanye clearance, iende export, iende Hong Kong. Mzigo umeandika vizuri ni hivi. Kwenda kufungua mzigo. Lea bingu hiyo. Oh. No ni masani. About
10 of them. Masanduku. Nitao kibon dene. Bayo manzo. Ninao ninjao na nzungu sio na ndefu. No mutwa ndei. Ndete voi sio na bae. Nzungu da ina na mtia no. Ya nilegea. You bani real. No mangi yangu ndio mundu wa kula madina by the way. And I tell you because I want to encourage you. Mundu hivi aende nani? Hivi nani mtu hata dini kuruma sendere lakini maimanzo. Kabla zote nchi yote sasa hivi wakati wa Kibaki alikuwa amebana mambo ya Ivory. Hiyo ni biashara mbaya, ni smagula. Ni ndugu kwa miaka 100. Mtumishi wa Mungu wako hapo. Na alijaingi. Nisio mali mwende na baluka. Mambo kijaingi. Haya, serious stories, a serious ni testimony yako ngutabia. Mungu wake akora vina. Within the very short 3 hours, kila kitu kimeingia mtandaoni. News. Peter Kimani, a businessman, has been smuggling. He has been caught up with a consignment of 20 million. Mungu wangu yuko okay uhubirio Mungu. Niko hapo nilikuwa na mwazi, wangu ndio hiyo. Bibi yangu nimempigia, achukue simu, mashida. Nimechukua kwa police station by the way. Kwanza uchunguzi na nini. Ule mwenye kumpatia msimu aliposikia kimeumana hata kwa TV, aliingia ndege, alikuwa na passport kweli. Na kwa nini nyonga ile kodi yao ikionga hiyo. Watumishi wa Mungu, haki. Ungabaina Mungu angalia kwa hata bila. Tu sometimes mtu ujikuta. Ile mtu ujiku. Tunachikilia msenge wa yeye. Kana kuyebu. Ego ambe kuna ngombe. Kana kuyebu. Kuyebu. Mungu ambe kuvinga biliki. Na kuyebu. Sia kupiona sasa kuwe. Please, let me tell you, hii dunia tunaishi kwa imani. Tunaishi kwa imani, mtu ujikuta. Ndio, mbona kiwa unenge? Mbengo kusema. Hili Bwana siwe imani kaenda chini. Mungu Bwana singetetea iko history. Singetetea lakini ningejikuta. Lakini kaambia Mungu kitu moja. Ile sadaka natoka wewe Mungu wewe nikumbuke wakati wa shida. Haleluya. Kuna ajika process hapo. Na ina mia bonja tu bila je mbeka shibaletewa. Ndai bayano nda unajua nda hapo kuna watu wanaona. Wako na nda hii kitu kimekuwa na nda. Hiyo mtajua kwenda simatie black. Unajua kuna nda ndio nda unajua nda. Haiko kwa digital. Unajua nda chawa. Shibaletewa shida yote nilipatana nayo huko hivi. Karibu watu wengine walishiki walifanya na huko nyuma. Fire. I'm talking this story but you na kumwambia usishike upeleke police station. Wewe usijali afanye tokae police station. Hallelujah. Utokee police station usikubali. Kama kuna njia yote wewe mwangalia kesi yako usirejea. Ni mbaya. Haki nikajikuta pale. Matatizo. Si umwili naona hata mwaka. Lakini kuja kukatoka na bond na kesi nikachapa 5 years nikashinda. Wakanilipa. So what happened is wale watu wa Mungu waliongea Peter hiki jambo na Ivory. Honestly, na unajua story ya mtu wewe, uko mbele wewe unaongea story ya mtu. You don't know what's happening wewe. Ujui what is happening na uko mbele kuna na maomba Mungu Bwana. Mungu anisaidia kani restore. Hallelujah. After 5 years kalipo kwa sababu I was wrongly mistaken. Maana I did the clearance but I didn't know. Honestly nikabaisha kesi. So naongea mambo ya nini sasa? Watu wa Mungu kuongea mabaya. Hiyo si sauti ya Mungu, ni sauti ya Shetani. Bwana sina wewe uko hapa unaongea mambo ya mtu. Yeye anakia sina siasa ya banki. Unasiasa ya kule. Wanakuwa marafiki. Na Mungu akusaidie usiongee mambo mengine, mambo mabaya watu wengine. Hiyo ni sauti ya Shetani. Sema Shetani. Hallelujah. So naendelea kufunza mambo ya kusikia sauti ya Mungu. So sauti ya Mungu huleta amani, huleta upendo na huleta relationship ama ile uhusiano. Ukiona mtu wako kweli ako na shida, please mkaribie. Jua shida yake iko wapi. Badala kabla hujaanza kuongea mama mtu muulize mwenyewe uko naye ndiye hata mwa. Hivi baba na kuye kuna kudia usile na ujue wewe unasema tabia mbaya. Yuzi haleluya yuzi lakini kaeni chonjo. Bana sema bana. Naona hii ni tuongea mambo mengine. Haleluya! Usipone uniangalie vibaya wewe.
Bwana asifiwe. We are talking about ile mambo characteristic ya Mungu. Ama sauti ya Mungu inapokuja inakujaje? Then number 4. Sauti ya Mungu inakuwa kali. Sauti ya Mungu inakuwa nyepesi. Kali kumaanisha kwamba imetulia. Sema kutulia. Wapatie example moja. Siku moja Elijah. Sema Elijah in 1 King 17 ametokeza kwa King Ahab. Kamwambia kupenyesha vile Ahab, yes. Akatoroka, akaenda. Chapter 18 anakuja kujiridhisha ni mtumishi wa Mungu, manabii wa uongo, manabii wa Baal na wa Mungu, au mtumishi wa Mungu amesha moto ikatoka juu mbinguni. Chapter 19 mtumishi wa Mungu kuna mama anaitwa Jezebel. Sasa au hujaidi mtoto wako Jezebel. Yaani ni jina la kutisha. Jezebel alikuwa mbaya. Akatisha Elijah. Akamwambia, "Ile ulifanya wale manabii wangu wa uongo, hata wewe nitakuchinja." Elijah anakimbia. Mtumishi wa Mungu, yekata sasa kuna mambo mengine kukimbia wewe. Usingoje mambo mengine kupate wewe. Haleluya. Kuna mambo ya kukimbia. Kuna mambo ya kukimbia. For example, umekuwa usiku kijana. Kuna msichana anakutaka na kuna nguvu kabisa. Kwani Joseph alifanya namna gani? Anakwambia si kunanyesha. Na umeenda mahali huduma watu wa Mungu. Huduma. Mhubiri watu wameokoka. Hai. Mbona hapo ndugu sasa kwa msichana pale kwa nyumba baba. Anambia hivi tu umeopana ngi. Ile kwa madugu wewe na madada kwenda bina. We. Usema jamaa kila kimbia kabisa kama vile Joseph alikimbia akaacha manguo. Bwana sasa. So unaongea mambo sauti nyororo. Haleluya. 1 King 19 mstari wa 12. Ongea tu hiyo peke yake. Inasema baada ya tetemeko ukawa na moto. Lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Bwana hakuwa. Sauti ya Mungu haikuwa katika tetemeko. Haikuwa katika moto, lakini ilikuwa kwa sauti nyororo. Nena hata nando. Sauti yako iko aje wewe? Naweza toa nyoka pangoni. Watu kuja hapa, "Marawe." Sifuza ngeli kuongea vizuri. Angalia. Mungu amekuja, baba amekuja, pastor baba amekuja. Ametoka. Okay muno. Wewe yani. Mwangole bale. Giteno. Yaani yangu tani giteno hapa kanisani. Mutangi yeye. Na mwito wa ngite. Yeye ndio ndio maeka. Bwana sema tusimeanzia wapi? Pale mzee. Hata kama alikuwa tunaweza alikuwa kuna kulipa anulie wewe linda wewe. Hata tunulie kwa sababu sauti yako si nyororo. Bwana sana. Haleluya. Nikemea. So tuleta watu wa kanisani na sauti nyororo. Jifunze kuongea sauti nyororo mwanangu. Ndugu yangu bwana usiwe mkali bwana. Unakatia mtu yani unataka kuoa lakini ukali wako unaonyesha katika ile courtship. Umabaka tu kuwaite mbafu wewe. Yaani unaanza kukutana mtu na unjamuoa. Na ukienda kumuoa hiyo matusi itakuwa namna gani? Unaanza mapema bwana. Angalau usijivite kidogo bwana. Mungu sijui mambo yako lakini ukali unaanza mapema. Sauti nyororo bwana. Mapenzi bwana. Haleluya. Jifunze kukatia vizuri lakini naosema tunatumia hekima. Haleluya. Bwana sana. So naomba sauti unachekaje wewe kwani mkatiaje wewe? Wewe sauti nyororo. Sauti nyororo ilikuwa hapo naona upako wa sauti nyororo. Haleluya! Sauti nyororo. Bwana sana. Haleluya. Naendelea kuongea mambo ya sauti ya Mungu. Bwana sana. Sauti ya Mungu haina wasiwasi. Bwana sana. Sauti ya Mungu iko na hukumu, ile authority. Na kuamurisha katika jina la Yesu. Hiyo ndio lugha. Si ona hiyo ya Mungu. Hapo. Si wewe ndio si wewe. Toka. Sitoki. Toka. Katika jina hata toka. Ataka hapo. Bwana sana. Haleluya. Lucas
Luka 4:32. Hebu soma hapo tafadhali. Luka 4:32. Nasemaje? I'm talking about the authority of the word of God. Authority ama ile hukumu. Kana ile nguvu yake. Ile kuongea na nguvu. Ile kuongea na si ukali, nasema with authority with that. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Nitawaambia mwanamke kidogo kwa sababu lesson yangu iko karibu. Wakashangaa mno. Washangaa kwa nini? Kwa mafundisho yake. Kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Neno lake lilikuwa na uwezo. Biblia inasema kwamba alikuwa na hiyo ukombao kwa sababu alikuwa anaongea kitu kinafanyika. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Marko 4:49. Mosali kitu yake hapo. Tuambie vile kulikuwa. 49. Yesu ametoka ameenda kutembea. Ameenda maombi, amefanya muujiza. Akaambia wanafunzi wake, "Hebu rukeni muende upande ile nyingine. Mimi nakuja baadaye." Kulikuwa 39. Akamwambia akaamka. Akaukemea upepo. Akaiambia bahari, "Nyamaza, utulie." Hukumu. Wewe watu baba anatoka boye Mungu. Unaongea nini kimsaa tu? Pepo wewe. Yaani dunia na hukumu, wewe si uongee na authority, maana Mungu anakupatia authority. Ushaona polisi pale hivi, anasimamia gari. Mama, aje. Ni gari na kuna kilauni. Na wewe na kilauni cha Yesu wewe. Damu yako juu yako uko na upako na uko na mamlaka kutoka mbinguni. Bwana asifiwe. Maana Yesu amekupatia mamlaka yote, ndio alikufa, akavuka, akuachie hiyo mamlaka yote. Sema Bwana Yesu, ninajua niko na mamlaka. So sauti ya Mungu inakuwa na mamlaka. Sema haleluya. Tuingie kwa jamaa mwingine. Kiupesi tu. I have respect of time. I value people. You are so important. Mungu wako muhimu kabisa, kwa hivyo mpaka niweke sahihi, usivyo? Ipate dakika 20 tu tutakumaliza. Bwana sana. Kabla ya hiyo simameni kidogo tutoe kale. Hebu nikaendelee. Mmekaa chini sana. We are going to do one thing, one exercise. We are going to write number 8 with our head. Hapa tunaandika namba 8 na kichwa chetu. Mtu hapa anaandika niko na sura hapa. Ula kabisa andika 8 mzuri. Aduga na mwili vizuri. Haleluya. Mimi iko hapa kwanza ni mimi siongea ngo uongo mimi. Basta. Kaka bidii. Ule atachora kichwa. Nataka I'm very observant by the way. Si mimi psychologist. Mimi naona nyote kwa mawazo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. So, kabla niende kwa hiyo hapo kanitembea kidogo nimalize. Siko salama hapa leo. Haleluya. Keja mondo. Oye moko na yo. Ngedio sioge. Oye moko na yo. Ndio kinada tosa. Kwa muziki. Kwa kama mchangamke kidogo. Ndio. So, chora number 8 na kichwa your head. Yego yako usole na. Wewe kina bili mama. Ndio korora. Wewe kina bili hiyo. Haya, number 8. Sio kujuka pasta huko. Haya, we draw that 8. Why is that kuongoza? Ondoa usingizi hapa. Na kuna kaujinga anatoka usingizi ukifanya hivi, sio? Yes. Tuipika, yani fanya na bidii. Haya, number 8. Kichwa. Again. This guy is very serious. Number 8 again. No, not the body. Kichwa peke yake, si mwili, kichwa peke yake. 8. Bwana ngani? We, haleluya. Bila kuna hiyo tujaidia tu. Ndio biro rado. Okay, hiyo number 8. Okay, kwa kichwa tena. Mama, kuja mama. Kwa kesi ya kwanza. Siadai very well. Sababu mama fanya tena watu waone. Sasa mpige makofi. Haleluya. Haya, na mwili sasa. Na mwili. Ya na mwili. Wewe ndani. Mbona unataka hiyo kitu bwana? Hiki wewe.
Tena. Kaeni chini. Wewe utaniona dunia. Usibi. I'll do something for you. Ale, hebu jipige makofi umejaribu. Umejaribu. Bwana sana. So, after 15 minutes I'm done. 15 minutes. Only 15 minutes. Muda imekuwa kidogo lakini I'm trying to squeeze my time together. Tuangalie jamaa mwingine. Sauti ya huyu jamaa mwingine. Sorry. Shetani na anaongea. Nataka tuangalie pia tabia za Shetani anaongea namna gani. Sababu kwa sababu watu wawili sauti za mbili tuone ile itafanyika. So, sauti ya Shetani. Kitu ya kwanza, sauti ya Shetani ni ya uongo. Unaona? 8:44. Nasi hata kindu chambe Shetani wika obungu. Nembuwe bwana obungu na kuyukwe wana mwenzako. Watu kalikuta ndio team. Anena obungu. Nuru wewe waondoe mwana mena obungu. Izafanya kulai siku soma kwa iko. Ninyi ni wa baba yenu. Ninyi ni wa baba yenu. Ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Haleluya. Shetani ni obungu. So, how many promises have you made? Umefanya promise ngapi na hujai? Ukasema utainia bibi yako Rinda, najua. Utamrulia, utampeleka out. Utamnunulia ice cream. Yaani yote yani kumkatia tu. Unampa kumrehi guru. Bwana sana. Uongo. Watumishi wa Mungu, kama kuna kitu inaharibu mwili wa Yesu, ni uongo. Lakini bwana mbele, nikakosokeria, Mpatia. Sasa, sherehe nyingine nyongere patano. Mpatia. Haya. Mwisho ukade hali. Mwisho wa mwezi. Na tumakenda mwisho wa mwezi ndani. Unaenda kwa ule jamaa, unaenda kom. Mwende kwa. Kweli na unangorota pale. Ubongo balance. Haleluya tu Mungu. Shetani sauti yake ni uongo. Na ni uongo kuanzia mwanzoni. Na vile alifanya Adam na Eve. Adam anakatia Hawa Eve. Si Mungu alisema. Kitu yote anaanza na kama. Wasichana wa Mungu wako hapa haleluya. Mtu akianza kupatia uongo mwingi na kama atakumbia ndege na yeye hata hadi mtu anakumbia ndege ni kuuliza pasta. Mtu anakatia msichana wa mwenyewe akaona ndege. Saa hiyo analala nyumba ya babake, chakula ya mamake na pia ukesi la hapo yani no lugha anajizeza hivi. Hiyo kuna ile anaongea kitu ambacho si practical. Najenga cast of the year. Unadanganya watu wa Mungu. Mtoto wa mtu anapiwa uongo ameingia poki ndi. Ndio mimba za mapema zinaanza. Ninaomba katika jina la Yesu isitokee katika kanisa. Uongo mwingi tafadhali ongea ukweli. Sauti ya Mungu ni ukweli. Is a father of all lies. Sema Bwana Yesu. Niokoe kwa uongo wa Shetani. Nisamehe. Mahali pote nimedanganya. Kwa sababu nimedanganya. Nisamehe. Kuanzia leo Roho wa Mungu nisaidie kuongea kweli. Namba ile tatu nne tumalize. Namba 2. Sauti ya Shetani ni ya kulaumu. Sawa kulaumu. Mashtaka. Kama ile Job Shetani alienda katika moja Job 1 verse 8. Job 1 verse 8. Mnashika. Shetani anajificha na wana wa Mungu. So wakati walikuwa watu wanaenda kutembelea Mungu. Akasema, "Haujajua mtumishi wako Job umemlinda, umeweka ukuta wa moto katika mali yake yote. Huwezi kuuza mali yake." Hiyo story taipata hapo. Bwana asifiwe. Akatuma kwa sababu mtu anadhania, yani anaongea mambo ya kustaki wengine. Bwana asifiwe. Revelation 12 mstari wa 10. Revelation 12 mstari wa 10 inasema hivi. Revelation 12 mstari wa 12 inasema hivi.
ule utaki ndugu zetu na dada zetu usiku na mchana, ametupwa chini. Lakini tulimshinda shetani kwa damu ya Yesu na kwa neno la ushuhuda. Ama inasema nini ndugu yangu hapo tusomee? Sema kwa maana ametupwa chini mstaki wa ndugu zetu. Mstaki wa ndugu zetu. Bwana sana. Ni bala ngapi umekuja kuongea na pastor hapa? Na ni story tu ya uongo tu. Unakuja kwa kizungu. Sasa unaona poko ikoni. Kata. Siwe sifanye bidii hata wewe. Hiyo kacheo mahali. Bwana sana. Mpaka upeleke story za uongo kazini kwetu wewe. Mpaka upeleke ya boss pale mwambie story za uongo, accusation. Yaani malalamishi, yani vitu ambavyo si za ukweli kabisa. Unapeleka story. Sasa Bwana Yesu niokoe. Mastaka. Ndio kanisa, mwili wa Yesu uwe na nguvu. Mastaka. Bwana sana. Number 3. Shetani ni analeta uoga. Bwana sana. Katika kitabu cha First Peter ama Petro wa kwanza 5 mstari wa 8 peke yake. Nasema nini? Nasema Petro wa kwanza 5 mstari wa 8. Kama tu siongei mambo mengi, mstari mmoja. Mstari iko mingi lakini wacha wakati mmoja kwa sababu ya muda inaenda. Inasema nini? Inasema hivi. Kia. First Peter 5:8. Inasema hivi. Hapa nawapatia mafundisho mengi sana. Unapata? Nimepata kama Mungu yuko ana create mali. Make sure you get something. You don't leave this place empty. Kwata ubukaga na kale umekura. Naombea katika jina la Yesu. Ubukaga na kale umeenda ndani ya Mungu wako. First Peter. Muwe na kiasi na kukesha. Muwe na kiasi na kukesha. Kwa mstaki wenu ibilisi kama simba ngurumaye. Mstaki wenu kama ibilisi. Mstaki wenu ibilisi kama simba ngurumaye. Anafanya nini? Zunguka akitafuta mtu. Anaguruma nini? Shetani guruma. Naenda ugonjwa. Mume wangu ameshukuliwa. Ukisikia pale hivi unaweza naingiwa. Mume wangu niambie. Na pasta. Pasta mnaomba aje hapa nenda kwa yake tena bila mwingo. Nasema kwa Ezekiel uko kwa mauta ndi. Mauta ndi. Dongo wewe na uya mwingi umeweka uwasemasi, umeweka uoga ndugu yangu dada yangu. Wana huyu mara kama ndo mwa bandu kama makena mabaso hivi. Ndio kaangalia kuendea hata. Yesu yasira kuendea hata. Yesu yasiwe muhimu. Haleluya. Yasira ngine wakule mbona kuzinda wewe nda. Haleluya. Is greater. You can do all things. Through Christ Jesus. That's telling us. Ulo tubane ngai bina. You are manzi ya anga hiyo ndo abaloka hiyo. Kobe wasiendo. Una confusiwa, unaweka hivi. Toka pale kichwa inaruka, unakuta kutoka madhari kule. Ngine huko kutoka madhari, kubaya kule. Wewe uko huko. Kule hospitali. Usiende hapo. So, tunaongea sauti ya Mungu. Sauti ya shetani inafanya nini dada? Haleluya. Ndio uoga. Nikimalizia. Sauti ya shetani iko na kiburi. Sema kiburi. Isaya 14 kuanzia 12 hadi 15. Someka huko. Isaya 14 sorry. Isaya 14 kuanzia mstari 12 hadi 14. Nisome tafadhali. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Ewe nyota ya alfajiri. Mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa. Ewe uliowaangusha mataifa. Kwa nini? Na ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka. Sikiza, alisema moyoni mwako ya kwamba tajinua zaidi. Nitapanda mpaka mbinguni. Nitapaa mpaka mbinguni. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Haleluya. Amen. Bali tuachie hapo. Huyu ni shetani. Huyu shetani tunamuona hapa hivi. Alikuwa na kitu kubwa sana. By the way. Mungu unasemaga ati bainde anajuzi kushinda wewe. Shetani tika huko. Bwana sana. Leo kipindwa juu because alipotolewa kuna mamlaka ni alitupa duniani. But now the second is kwa nini alikuwa kule alisema ya kwamba nitajiua sana. Wewe ulikuja kanisa the other day. Unataka kuwa wewe ndio cheerleader, unataka kumuondoa huyu. Kwa sababu ya kiburi. Nionekae jitangaza. Unaapa ni okwa.
Wewe uko mbona ni ukawe. Nwenda mkutano ya weekdays. Nuka kesha we. Wewe. Unaelewa? Unafanyia kiburi wewe ni sina si hapa. Kila kitu chako. Kakale wako hata badike kala tutatuzu atutalala gari yangu. Hata tuende. Hallelujah. Excuse me. Yes. Me. Wewe umeshinde. Makideki. Wewe katoka tu ni. Umepata bwana mabwana kwa kupata bwana nini? Watoto katoka pamoja tu. Ndio kanisani. Pastor, ambia pastor, sitakuja. Sitakuja. Na ulikuja hapa hivi ulikuwa na makamazi. Makamazi boy. Makamazi. Siku moja tu kuja tu kiburi tu. Kana kamweka Hallelujah. Tuendelea tuseme. Pastor, hallelujah. Yaani kiburi kinaingia watu hata wazi tumikia Mungu. Unoka kwaya on time. Nimeona sana. Ela wa boya bao ukwate opportunity ya usabu ngai. Ulikuwa unakuja na usafi. Hata uchelewe. Lakini sasa kakati kidogo tu unapewa pesa kidogo bwana. Hivi. Ndio maisha ndio bado chelewa. Shimo katika jina la Yesu Kristo. Nakuombea Mungu akusaidie wewe. Yaani kiburi ishuke chini. Usifanye kama shetani vile alifanya. Alishushwa chini. Bwana asifiwe sana. Nakuombea usishushwe chini. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nimesema nini? Kiburi. Nikasema basi gani? Isaia sana. 12 hapo. 15 hapo unaweza songeza hapo. Kiburi. Sasa ya mwisho alafu sauti ya shetani. Sauti ya shetani inakuambia usamehe. Unajua sasa kuna wamama hapo hapa. Mimi nasikia katika roho in the spirit. Kuna mtu akona katika notebook ameandika mambo ya 1985. Yaani uwekiwe. Sauti ya shetani inakuambia na kwevu roho yako inachemeka. Yaani unforgiveness inaumiza wewe. Yaani wewe hicho kispirit hicho kika ndani yako wewe. Ule mwingine anakula mandazi yake nyama choma. Unaandika wewe 1985 90 something. 19 something. Unaandika record. Hata kwa simu una save mahali. Kila kikitiki yake kite. Unamsave kitu kwa sababu alikufanyia yaka wewe. Mungu si amua kusamea wewe. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mark 11. 24, 25. Nasema hivi. Tunaposimama tukiomba. Kuna watu najua kukata ndimi. Kuomba ni namba moja. Lakini ndani yake kuna usaha uko ndani. Kuna emotional problem or emotional disturbance ndani yake. Nakuombea Mungu akusaidie, akuponye unaposamehe. Haleluya. Akusamehe si kusema mimi ndondekea, mandekea. Kuna mambo mengine unaenda kwa mwenzako. Mwambie wewe yenyewe ni kunyang'anya Bwana. Najua ni kunyang'anya Bwana peupe. Lakini lisa sio ugoka na hata. Ama nilipa ama pesa yako ile tulikuwa nayo tafadhali. Nilikuwa broke kabisa. So sauti ya kutosamehe. Sauti ya shetani. Na hiyo shetani za kuweka katika bondage ama kifungo fulani isikuweze kuendeleza mambo yako. Inasema ni mpaka 11 25 Kwa sababu hiyo nawaambieni yoyote mnaombayo mkisali. Yoyote mnapoomba mkisali. Aminini ya kwamba mnayapokea na yatakuwa yenu. Nanyi kila msimamo na kusali sameheni mkiwa na neno juu ya mtu. Ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na nyinyi makosa yenu. Haleluya. Sauti ya nini? Ya kutosamehe. Mwisho ni sauti ya hasira. Wewe hapo unataka nuka mbili huko kadhe. Yaani, tutakula mtu wewe, si tu umelia mundu. Yaani hasira ndogo ndogo. Biblia inatuambia Ephesians 5:26 nasema hivi. Tukasirike ndio, lakini tusiache njua iende itue kama tujasamehe. Kama ule uchungu tuko nayo, hasira.
Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ephesians 4:26 inasema hivi. Semaje ndugu yangu? 4:26. Nasema muwe na hasira. Tuwe kwa nini? Muwe na hasira. Ai, hasira ni mbaya. Tuwe na Hasira. and then Ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Amen. Tuwe na hasira ndio, lakini tusiache hasira ikae ndani yetu sasa Shetani aanze kuongea na sisi kwa sababu tumempatia nafasi. Sasa Bwana Yesu, nisamehe kwa hasira yangu. Kuanzia leo Bwana Yesu, nipe utulivu. Nisaidie kusamehe wenzangu. Bwana sana. Kama mtu nimalize hivi. Kuna mmoja anaitwa Sauli. Sema Sauli. Alikuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. Kuja kwa sababu ya kiburi chake, akaambiwa end of the year wa Americans, amekataa, amewasili. So, kuna time ilifika ya jamaa akaona spirit ya discouragement na depression. Na hiyo tunatibu kule Mathare. Depression. Bwana sasa. Depression ni nini? Ni roho ya uzito inakujanga ndani yako, kwa sababu kuna mambo unajaribu process lakini au mambo bado uko ndani yako. Hasira iko ndani yako, kiburi kiko ndani yako, unataka kuongea na mtu, unataka kusema shida yangu ni shida yangu. Hata pastor hawezi muambia. Bwana sasa. So let me finish like I said this. First Samuel 16. Samuel wa kwanza 16 mstari wa 14. Inasema hivi. Hebu tusome na give it for us. Tusome First Samuel 16:14. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli. Roho ya Mungu ikatoka ndani ya Sauli. Na roho mbaya kutoka kwa Bwana